Mambo vipi watu wangu, Masiga TV hapa. Leo tuko maeneo ya Expressway Lounge katika event ambayo imeandaliwa with one of the Western favorite artist. Anajulikana kama Bomuhasi wangu, Bomuhasi Steve K. Yes. Karibu sana kwenye Masiga TV. Orieno. Bimula mo kabisa. Orimula mwesi. Pia mimi nashukuru. Yes, labda kwa wale watu wangu ambao hawakujui, unaweza kujitambulisha wajue wewe ni nani? Kwa wale watu ambao wanijui, wananisikia maybe kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Steven Wekesa Masinde, aka Steve K, natokea Bungoma, Mwanda Village. Yeah. Umefanya muziki for how long? Sasa hii ni kama unajua, sasa ni kitu ambayo nilianza nikiwa shule. Sasa maisha yangu yote imekuwa ni muziki, but kuingia kwa music sasa, hii live performance, Luya local music, ni kama miaka 9 sasa. Serious. Kwa wakati ambao ulikuwa ukifanya muziki kama Steve K, upande wa Western, mafans wako wengi wanatoka kaunti gani? Is it Busia, Bungoma au Vihiga? Wote kaunti zote zinanisupport. Busia County, Bungoma kwenye mimi natoka, Kakamega, Trans Nzoia, na pia maeneo mingi ya hii Kenya inanisupport. So mimi sioni kama kuna sehemu ambayo inanisupport kwa sana, na sehemu ambayo pia inisupport kwa sana. Wote wananisupport. Kwenye usanii ushaifika mahali ukafikiria kuacha muziki? Nishaifika mahali nikafikiria kuacha tu muziki ya Luya local music, but I'm changing into maybe gospel music, lakini bado time ya Mungu haijafika. Lakini sijawahi fikiria tu kuacha muziki tu ati niache muziki. Yeah. Kama Steve K, kitu gani ambacho kinakupush wewe kuendelea kufanya muziki? Kitu ambacho kinanipush kuendelea kufanya muziki ni nafsi yangu mwenyewe, familia yangu, mafansi wangu na marafiki, kwa sababu hapo ndio mimi nakulia. Hapo ndio kazi. So lazima niamke kila siku asubuhi nikifikiria kufanya muziki. Yani inanipush, inanisukuma juu pesa yani. Yeah. Muziki uko na pesa? Muziki iko na pesa. Mtu asikudanganya ati muziki haina pesa. Ingekuwa na pesa ningekuwa nimeifanya hii miaka 9 kweli. Singekuwa nimefanya. Nimekuwa na interview hapa nje na vijana tofauti na wamesema kwamba Steve K ana support talent ya vijana ambao wanaanza muziki, haswa wale wa Western. Is it true? Kitu ambacho unafanya una support talent ya Western? Mimi wana support sana talent za Western. Number 1, sisemi kwamba kuna wale ambao nimepea pesa mingi, maybe kumpea facilitation ya kufanya video, audio, nini, but the best thing is that huwa tuna identify talent. Tunajua mtu anaweza imba na tunampea platform, kwa sababu unapompea platform mwenyewe ajiuze, kesho yake ataendeleza kazi yake kupitia kwa wale mashabiki na platform ambayo umempea. So mimi huwa natengeneza platform na waita wale ambao wameingia kwa music, tunaendelea namna hiyo. Vijana wagani ambao unaweza sema kwamba umeshikilia huyu na huyu na huyu katika hii industry ya muziki wa haswa wa Kenya Western? Mimi naweza sema vijana, watu wote ambao wanaimba muziki, vijana ambao wanakuja hasa kutoka kaunti ya Bungoma, Kakamega na some parts of Busia county na Trans Nzoia, wengi sana nimewasukuma. Nimejaribu kuwasaidia hapa na pale. Wengi hawa Kinopeta walikuwa wananichezea litungu kwa bandi yangu. Wanyenja alikuwa anacheza litungu na anaimba. Ile kazi ule kijana anaimba anafanya, yeye alikuwa anafanya hiyo kazi. Kiangalia wote, naweza sema wote, hakuna mtu ambaye sijawahi andika na sijawahi. Kama Sami Mangara alikuwa ananichezea keyboard. Wakati mwingine alikuwa kama bouncer wangu. Yeah. Umeelewa watu wengi sana. So sioni kama hakuna mtu ambaye hatujawahi saidiana kwa njia moja wala nyingine. Upcoming artists wa Western, watu kama kina Baba Doza pale, vijana ambao wako kwa industry ndio wanakuja. Your advice to them must take care of kwenye hii game for some time. Unaweza waambia? Mimi nawaambia wale vijana ambao wanakuja kwa muziki,
wasiangalie fame as in, yani hiyo fame ukuja kwa mara moja. Ninaweza kupata kama hujajipanga. Unapotoa wimbo ikahit, ikakuwa hit song, ikaanza kucheza kwa radio, watu wanaitumia challenge kwa TikTok, isikupee madharau ya kufikiria kwamba umefika, kwa sababu kuna vitu mingi sana zimetrend hapa Kenya, lakini at the end of it zinakuja zina fade. So watie tu bidii, waendelee kuwa na wale marafiki walikuwa nao kama wanaanza. Yule producer ambaye aliproducia huo muziki, unapohit, unapotoka nje, watu wengi wanakuambia njoo tufanye na wewe kazi. Usimsahau, kwa sababu ule maybe ndio ako na nyota yako. Na mimi nawaambia tu waendelee kutia bidii, lakini kwanza watangulize Mungu mbele. Hata kama wanadunga mavazi, lakini wasidunge tu. Alafu nawaambia pia wajiheshimu, wasikuwa wanatumia vileo kwa sana. Kwa nyimbo ambazo wewe umetoa zako, your favorite song ni gani? Favorite song ni inaitwa Mobilili Kobi. Hiyo wimbo ambayo nimeimba inamaanisha mwili ni deni utalipa. Ndio wimbo ambao mimi nikisikiliza na kuanga kama nimenyenyekea. Nikisikiliza kama niko na stress inaisha. Nikisikiliza kama niko na mambo mbaya inaisha. Nikisikiliza yani najitia nguvu. 2025 umetupatia nyimbo ngapi, and what should we expect from you before the end of the year 2025? 2025 nilikuwa nimepanga kurelease tu song 3. Saa hii so far nimerelease 2, imebaki 1. Kwa sababu kando na muziki pia kuna familia, lazima nishughulikie familia yangu. Kuna kazi ambazo nafanya kando na muziki. Sasa lazima pia niangalie upande wa muziki, na hiyo achievement pande nyingine pia niliset priorities zenye ilikuwa yafani achieve hii mwaka. Leo umetutengenezea event moja kubwa sana ya kuunganisha Waluhya pamoja hapa Nairobi. Labda nikuulize, ni kitu gani ambacho kilikusukuma wewe kama Steve K kuja na event kama hii? Hii event sio kwamba mimi nimekuja nayo, ni event ambayo inapangwa na club. Na hii sio mara ya kwanza tumeipanga, sasa ni kama mara ya 6 tukiwa tunafanya event kama hii. Hawa wenye hii club ni watu walitengeneza pesa, wako na balance, na hawahitaji mtu yeyote kuja hapa ati amepanga laini analipa entrance. Ukiwa na pesa yako 400, 1000, 10,000, 1100 unataka kuspend, unakuja hapa una spend ukisikiliza muziki. Kwa sababu kuna wasanii ambao wamebobea kutoka maeneo tofauti ya Kenya, wameshawahi kuimba hapa na huwa wanakuja kuperform hapa ndani ya Expressway, na hakuna entry inawekwa. Mwenye Expressway anataka kuona watu wanafurahia, wanajifurahisha. Yes, yeye anakulipa, unakuja kuimbia watu wake, hataki mambo ya entrance. So ni event ambayo tumepanga kwa muda, na nashukuru kwa sababu kila uchao, kila tunavyoendelea kupanga ndivyo inaendelea pia kupanda, sababu watu wanaendelea kuja zaidi. Kilinganisha leo na hiyo ya last tulikuwa tunafikiria watu walikuwa wengi zaidi, lakini leo naona kama watu ni wengi zaidi. Nimeona pia kuna wasanii wengi ambao wamekuwa kwenye poster already wanakuja kwenye hii event. Labda ni mbinu gani ambazo ulitumia kuja na wasanii kama hao katika hii event? Niliangalia mara ya kwanza, nilikuwa nimekuambia tunaangalia vile tunaweza wapea platform. Number 2, tunaangalia pia nidhamu ya msanii, na pia tunaangalia availability, kwamba kama nilikuwa na wish ukue hapa na ulikuwa umebukiwa mahali kwingine, siwezi kulazimisha, kwa sababu hiyo ni event ulikuwa umepanga. Tulikuwa tunaangalia availability na pia jina ya msanii na nidhamu yake. So kuna wale watu tumewaleta hapa wanalipwa na club, na kuna wale wenye mimi nimeleta ni wasukume watoke level moja waende nyingine, na kuna wale ambao wamekuja tu kuvolunteer, yani kusema tu Steve, unaona uko na event, nataka kuja kusupport hiyo event, unipe chance hata kama nikisema tu jina. Kwa sababu naangalia katika posters zetu na flyers, kuna content creators, kuna wasanii chipukizi, kuna wasanii wa local music, kuna TikTokers, kuna MCs. So ni event ambayo kwamba imewaleta pamoja for one common goal, ambayo
ni kuvibe muziki ya Kiluya hapa mjini Nairobi. Events zilikuwa mbili at the same time. Kulikuwa na event hii ambayo wewe huko unasimamia, na tuko na ile nyingine ambayo imekuwa na mabeka yenye imekuwa cancelled. Labda at first kulikuwa na issues, nakumbuka pale kwenye live ya Tonde mlizungumza about issues kadhaa na wakadha. Labda shida ilikuwa nini kati hizi events mbili? Unajua Mswahili anasema debe duku haliachi kufuma, na mulu bukusokolo manga holi onabona litulu lyakala aba yani bana bana Roma na Luka lyaba litulu lyakala. Sioni kama kulikuwa na shida, lakini kulikuwa na misunderstanding ya maselebu wenye wanajiona ni maselebu. Nilikwambia mara ya kwanza, unapokuwa celeb kupita uselebu wako yani binafsi, utakuwa unapotoka. So kuna wasanii ambao walikuwa wanafikiria kwamba mimi nilivyopanga hii show ambayo imekuwepo kwa muda mwingi, wakafikiria na compete na hao. Mimi nikasema music haina competition. Kuna show zimefanyika mingi sana, mimi sikuangi. Na saa nyingine show zingine zikifanyika, mimi huwa nasema hapana, hii kama iko Nairobi na ni mandugu zetu, acha sisi tufanye Bungoma. Na kuna wale wasanii ambao walikuwa tayari wamesha sungumuziwa na hii club kuja kuperform. Tukatengeneza flyer, picha zao zikawekwa. Kulikuwa na makubaliano, lakini walivyoitwa hiyo event nyingine wakatoka kwa hii wakaenda kwa ile. Mimi nikasema it's no problem kwa sababu wasanii ni wengi. Wasanii ni wengi sana, nikasema kwa sababu ya heshima ya hii club na mimi sitawacha nafasi ya hapa niende kwa vitu ambazo mimi sijui mwanzo wake na mwisho wake, na hakuna makubaliano. Na hapa tuko na makubaliano, tumeweka manakili chini, tumenakili chini kwamba ni function ambayo inaendelea kwa miaka. Leo niko hapa, mwezi ijayo niko hapa, watu wengine wako hapa. So nikaangalia huwezi kuacha Bikichi kwa sababu ya chips ya kuonjeshwa. Sasa unaona hata wale waliwacha Bikichi hapa kwa sababu ya chips ya kuonjeshwa, umeona wameonjeshwa lakini chips imeisha na Bikichi walitupa kwa mchanga. Sasa unaona hata management ya hapa inaona kwamba wale wasanii ambao walikuwa wamewekwa kwa poster mbeleni ni wasaliti, kwa sababu kama wamesungumuziwa na management na wanaenda kule kufanya show nyingine ambayo sioni vizuri mimi kama msanii event organizer kupanga show kufika kilele alafu ana cancel. Na chenye mashabiki wetu waelewi ni ya kwamba hiyo function haijakuwa cancelled na event organizer, ni wasanii ambao waliwekwa wamejitoa. Siwezi kujua hasa kitu gani ambacho kilifanya wajitoe, lakini najua hela, pesa husungumuza. Sababu unapopewa deposit kwa kazi yoyote lazima utaenda hiyo kazi. Lakini mimi naona kwamba hakukuwa na hela, wasanii wa kupewa pesa, hawakuweza kutravel kutoka nyumbani. Sababu jana nimekuwa na Wanyenje, nimekuwa na Opeta kule Bungoma katika changisho la wasanii. Sidhani kama the organizer, mimi nilivyoona hiyo barua yake ameandika apology of cancellation of the event, alikoti mahali akasema ati as organizers we pushed so much but the enemy won it. So who are now the enemy? The enemy, unaangalia hapa, you see this statement, yafaa iangalie vizuri ama mwandishi wake angalie vizuri. As the organizers we tried our best but the enemy carried the day. We live to fight again another day. Yafaa kumbuka ya kwamba hii ni entertainment, sio vita ati ama timu ya mpira imeenda kucheza mpira imeshindwa. Hii ni wasanii ambao wamejitoa kwa sababu hawajakamilishwa ama hawajapewa malipo yao. Wasanii wote wamejitoa, walianza jana, yeye amenyamaza tu. Subuhi wamejitoa wote, yeye amenyamaza tu. Wakishajitoa wote ndio anakuja na statement kumaanisha yeye ndiye alifail, sio wasanii. Kwanza amefail wasanii, yafaa walipe kwa sababu ya muda amewapotezea kazi. Tungekuwa na Opeta hapa, tungekuwa na Wanyenje, tungekuwa na huyo mwingine anaitwa Haririchi, tungekuwa na yeye hapa. Lakini sasa unaona
the day has gone wasted, no money, nothing. Wamekaa nyumbani. Akiandika statement kama hii, hivi ni kumaanisha ya kwamba yani wasanii walikuwa ready kuperform, lakini mvua ikanyesha mingi, event haikufanyika. Hiyo ndio afaa waandike statement kama hiyo. Like yani venue ulikuwa umebook, lakini on the material day polisi wanakunyima license, wanasema no, hakuna hiyo event kuendelea. Hivyo ndio anaweza andika statement kama hiyo. Lakini angekuwa mtu mzuri, angeandika message ya kusema poleni sana kwa wasanii na mashabiki kutoka Luhya Fraternity kuwaangusha. Naomba msamaha kwa ajili yenu na kwa ajili ya Amabeka Fest. Sio kwamba the enemy, nani sasa ndio enemy? Wasanii kujitoa sasa ndio anaita maadui. So I think he's my brother. I will meet him and advise him maybe next week. Lakini mimi sifurahi event ya mtu kuanguka. Na kama kuna mtu alisababisha hiyo event kuanguka, sio vizuri. Kila mtu anapewa nafasi kivyake, afanye vile anastahili kufanya. Na mimi ndio nilisikia uchungu nilipoona Opeta ameposti ya kwamba cancelled, nikaona Wanyenje, hata nikawapigia simu. Wanyenje hakushika, Opeta akashika, tukazungumza, nikamwambia very sorry, it's very unfortunate. So mimi na feel kama msanii ya kiangalia mambo ya huyo mtu ambaye anatoka Busia, unasema ni comedian, anaitwa Msitonde. Huwa ni kijana ambaye nimesaidia na alikuwa anakuja vizuri, lakini mambo ambayo anaropoka kwa mtandao ya TikTok, hiyo ukimwangalia vijana wengi siku hizi wanatumia madawa ya kulevya, wanatumia vileo. Sasa hiyo mimi siwezi kumjibu, mimi namwambia aendelee tu. Unajua sasa hao content creators anaweza fanya kitu ukasema anakashifu, kumbe anatafuta followers ama anatafuta attention. So huyo ni kijana yangu, kijana yetu Muluhya kutoka Busia. Siwezi kumjibu ama kumkashifu ama kusema amefanya mambo mbaya kuniongelea mimi TikTok. Mimi namuombea tu Mungu. Kwa Mungu anayebariki watu, akitembea kubariki, akiona amubariki, amubariki. Ule Mungu ananibariki mimi, aendelee kunibariki mimi, ili wao na wengine ambao wanakuja waendelee kuniongea. Unaona? Kwa hivyo labda ndio wasanii wetu wa Western wasiweze kuwa duped katika events ambazo labda hazitakuja kukua ama ambazo pesa zake itakuwa kidogo. What should they do? Number one, msanii afaa ujipackage, ujiweke kwa nafasi. Usikuwa unaongea mambo mingi kwa mtandao ati mtu amepanga event, wewe ndio huyo, wewe ni msanii, uko na heshima zako, kila siku uko TikTok live saa 2 mpaka saa 10 uko tu TikTok. Unafikiria ni chura ambazo zinaongea kwa mtu wakati mvua imenyesha? Msanii unajiheshimu. Number one, mtu akikupigia hapo na event, before atengeneze poster akuweke picha yako hapo, sign contract, akupe deposit. Hiyo agreement ikuwe inasema wewe ukifaili kwenda event yake unamlipa, unamrudishia deposit, unamlipa damages. Yeye event yake bila event organizer anaweza cancel event. Either mvua imenyesha, either polisi wamemnyima license, either amekufa. Lazima hiyo kampuni ikulipe malipo yako vile ilifaa kulipwa. Kama walikulipa deposit 50,000 ikabaki 50, wewe hautaki kujua. Kunyeshe kusinyeshe, event ifanyike isifanyike, uende event, uimbe usiimbe, bora uko kwa event, unalipwa pesa. Sisi tunaitwanga hapa State House. Mnaitwa wasanii wengi sana State House. Mnaenda mnafika hivi, mnaenda ku entertain rais. Ama kuna special function mnaenda kuimba. Ukifika hivi, rais anapoingia program ina change. Wanasema tutakuwa tuna entertainment ya mtu wa gospel mmoja, alafu wewe Muislamu nini utatuombea, Mkristo atatuombea. Hakuna kuimba, lakini kwa sababu kulisign contract na uko pale, haijalishi umeimba au hujaimba, function ikiisha pesa yako. Sasa wasanii wa Western wachanuke, na mimi sitawaambia hii maneno. Mimi siwezi kuambia ati nini. Kuna wale wenye wanajipeleka kujimarket.
na kuna wale wenye wameitwa. Unajua kuna tofauti ya kuitwa, kupigiwa simu, hai, niko na show, napanga, nataka ukuja perform siku fulani, pesa ngapi? Mwambie pesa na mwambie contract before mtumie picha aweke kwa flyer yake ama kwa poster. Na kuna ule mwenye umeona show unaenda kujiuza, unatafuta namba ya event organizer, mwambia bro, nimeona show, nimeona Steve K wako pale nini Musindi, naweza kuja nikajiuza. Na pia event organizer lazima akue smart, aseme unataka kuja kuimba for free, yes, no token, yes, kuja usaini contract, useme unakuja kwa event yangu utaimba for free, ndio kesho asikuharibie jina kwa mtandao kwamba huyo nilienda kuimba kwa event yake hakunilipa. Unacheki? Anaposema hivyo wewe unatoa tu contract, nawaambia hivi kuna mshtaki. So wasanii hawa yafani kuwe na hao lesson. Siwezi kuambia kwamba wanaenda njia mbaya, kila mtu ako na mahali penye anaanzia. Pesa yenye mimi na charge, huwezi expect mtu kama huyu kijana wa Faida charge. Mimi niko juu yake by far. Pesa yenye mimi na charge, huwezi sema Msitonde a charge. Niliona kwa mtandao akisema ati ana charge 50,000 kwenda kuperform. Hiyo ni pesa kidogo yenye mimi nakulanga tu nayo lunch. Sasa nashangaa mtu anaenda kusema kwa mtandao. Haifai uambie mashabiki wako ati wewe unalipisha pesa fulani. Wewe hiyo ni siri yako na client. Ushaona msanii kama Diamond ameposti amesema red card yangu ni hii. Ushaona Prince Inda wa hapa Ujaluoni ameweka kwa mtandao ati mimi na charge hii pesa. Hapana, kuna zile event una charge 200, kuna zile una charge 500, kuna hata mpaka za milioni, na kuna zile zenye unaenda kujitolea tu free kusupport. So ina depend na event. Mimi siwezi kuweka kwa mtandao na imbie 1300. Na Ruta akiniita ati kuja uniimbie kwa boma yangu, nitamcharge hiyo 300 kweli. Nitamwambia Mheshimiwa Rais huwa na charge 2 million ama 3 million. Unaona? So haifai ujianike uchi wako. By the way, nowadays so good to have Steve K. TikTok, does it really help artists to grow? Inawapea kiburi. TikTok inapea wasanii na content creators kiburi. Na hawajui TikTok unaweza kuwa na followers na kesho ukose. Kuna yule kijana alikuwa ana dance, alikuwa anaitwa nani? David sijui nani? David Moya. Alikuwa celeb, akasafiri nchi ngapi, China, Dubai, wapi, lakini sasa hii haonekani mahali. So TikTok inawapea kiburi. Unapokuwa na followers TikTok, vumilia, wewe utie bidii, uheshimu watu. Usikuwe na maneno ya kusema ati wewe umekuwa celeb. So mimi nawaambia watie bidii, wajaribu tu, lakini wasianze kujiona hao ni maceleb. Waanze kutumia platform yao ya TikTok. Kama ulikuwa dancer, ukaanza kuenda live ukiongelea watu, ukaanza kupost content mbaya. Hiyo ndio advice yangu mimi naweza wapea ma TikTokers na wasanii. Juu siku hizi ma TikTokers wanatafuta followers, hawatafuti anything. Sasa wanaangalia kakitu kenye kako viral within that specific period. Hapo ndio wana trend nako. Kengine vile kanatokea kama wewe ni msanii uliimba kawimbo wakaquote tu chorus. Ka chorus kengine kakitokea wanahama kwa yako wanaenda kwa hii. Juu wanataka followers. Hawataki kitu kingine. Na wasanii wamesahau hiyo. Mimi hata sitakingi wimbo yangu itrend TikTok. For what? Mimi nataka song yangu itrend kwa show kama hizi. Itrend kwa Google Play, YouTube, iTunes, vitu kama hizo. Lakini hizi vitu zingine ni kelele tu. Hii ni ukitoa song hit TikTok, inaongezea watu wengine followers. Sio wewe kama msanii. Kuna issue fulani hatuwezi kosa kuiongelea. Steve K na Haririchi. Kuna kitu hapo katikati. Do you have a beef? Mimi na Haririchi hatuna beef yoyote. Na mimi namuona ni kama kijana ambaye anakuja vizuri. Unajua unapokuwa mtu wa jina kubwa, lazima watu wajishikilie kwako ndio wafae. Anapojishikilia kwangu kila siku kuzungumzia jina yangu, mimi nashukuru. Kwa sababu pia yeye anataka afike mahali fulani. Anaposema Steve analipisha pesa kidogo,
yeye analipisha mingi, anajaribu tu kujishikilia kwangu apande juu. Na hiyo mimi nashukuru na muombea kwamba Mungu aliyenibariki ambariki pia yeye, ambariki, anunue gari, ambariki, aendelee kupanda ndege, ambariki, aendelee kuwa na familia. So mimi nashukuru kwa sababu ni ndugu yangu ambaye anatoka nyumbani, ni Mluya mwenzangu, na mimi na appreciate yeye kutumia jina yangu imufikishe mahali ambapo alikuwa anafikiria hawezi kufika. Yeah. Mwisho kabisa, ambia mafans wako kitu. Mafans mimi nawapenda sana, muendelee kufuatilia huyu kijana wa Masika TV. Tunawapenda, muendelee kusikiliza na kusupport Luya Music. Na Luya content creators. Yeah. Thank you so much for your time. Asante, karibu. Hata tungoje show tuone itakuwa namna gani. Asante. Thank you so much. This is Masika TV. Till next time. Peace out.